Habari wana football science, habari wana science ya mpira. Karibuni tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Jan Fungo Soka Class, kipindi ambacho si tu kina kuchambulia mpira bali pia kina kufundisha na kuelimisha mpira kwa kufuata misingi ya football science. Leo kwenye kipindi chetu pendwa cha Jan Fungo Soka Class utakuwa nami the king of football science, nikikuletea uchambuzi wa mwalimu mpya wa Dar es Salaam Yanga African, Coach Pedro Gronkov. Coach Pedro Gronkov ni mtaalamu anayefuata misingi ya science ya mpira. Kama nilivyo the king of football science, ninachoamini mimi ndicho anachoamini mwalimu Pedro Gronkov. Leo sitotaka kuongea mengi sana, bali tu nataka kuwaambia watu kwamba Dar es Salaam Africans itegemee mambo matano katika timu yao kwa ujio wa huyu mwalimu Pedro Gronkov. Je, ni mambo yapi hayo? Dar es Salaam Africans itegemee kuona timu yao ikibadilika ghafla, kucheza mpira wa kisasa wa kasi na nidhamu ya hali ya juu. Hakuna football scientist ambaye anaweza kutrain timu yake alafu ikakosa kucheza mpira wa kisasa, mpira wa kasi na nidhamu ya hali ya juu. Never, duniani hayupo. Kwa sababu huyo mwalimu ambaye falsafa yake yeye binafsi ni kumiliki mpira, yani kudhibiti mpira, kucheza mpira na kushambulia kwa kasi, basi lazima upate burudani. Nisa hapa ndio mpira wa kisayansi unapoonekana, kwa sababu hili vitu vyote vitokee lazima uanze kuandaa watu kwa misingi ya football science. Sasa huyu ni muumini wa football science, basi misingi yake inalalia huko. Lazima hakikisha mpira ni wa kisasa, mpira una kasi na nidhamu ya hali ya juu. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans katika huu muda ambayo watakuwapo naye huyu, wategemee timu yao kubadilika totally, tunaita yani kubadilika moja kwa moja. Lazima timu yao itacheza mpira wa kisasa, mpira wenye kasi na nidhamu ya hali ya juu. Kitu kingine ambacho Dar es Salaam Africans wategemee kwa huyu mtu, kuona timu yao ikiwa inapiga pasi sahihi na umiliki mkubwa wa mpira. Kwa hiyo kama walikuwa wanasema wanataka ile mpira wa hivi, ndio wataupata kwa huyu mwamba Pedro Gronkov. Ni mwalimu haswa, na ndio maana hata Angola umeona amedumu kwa miaka 5. Ni kwa sababu gani? Mshikaji akiwa anacheza mpira hivi lazima uvutie, unasema yes, huyu mwalimu. Sasa hii yote haiji tu ni baada ya misingi ya football science. Ukiwa unafuata misingi ya football science, hivi vitu vyote ni virahisi. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans wategemea huyu mwamba kumuona katika mwonekano mwingine kabisa. Kama walikuwa wanagopa hawataki mpira mnuno, sasa hivi mpira mchekeo tu. Na waambie na wahakikishia huyu mwamba ni mpira mchekeo. Kwa hiyo utaona timu ya Dar es Salaam Africa ikipiga pasi nyingi, ikimiliki mpira kwa possession ya juu kabisa. Umiliki mpira wa Dar es Salaam Africa utakuwa ni mkubwa kuliko vile ninavyotegemea. Na kitu kingine cha tatu ambacho Dar es Salaam Africans wanatakiwa wajiandae nacho pia ni kupata magoli mengi sana katika transitions. Walimu wengi nimeona wakifanya transitions, lakini hawazifanyi katika usahihi ule unaotakiwa. Huyu kama muumini wa football science, manake najua hata maandalizi ya wachezaji atakuwa anawaandaa kwa ajili ya hicho ambacho ataenda kutokea. Kwa sababu walimu wengi sana tunaona wanafeli kwenye execution uwanjani kutokana na maandalizi ya vikosi vyao. Unakuta mwalimu anataka kitu gani kitokee, lakini football scientist aliyekuwa naye hawaprepare wale wachezaji katika kile kitu ambacho mwalimu kinaenda kutokea. Kwa hiyo 100% mwalimu huyu as a football scientist lazima atakuwa anasimamia vizuri sana mazoezi ya kisayansi ambayo yataenda kuleta matokeo chanya katika uwanja wake wa football. Kwa hiyo tutegemee kabisa kwamba transitions
quick transitions ndio zitazaa magoli mengi sana ya Dar es Salaam Young Africans. Ninaposema quick transitions, usani mara nyingi huwa tunasemaga kuna negative na positive. Hizi ni positive transitions. Sawa, positive transitions mara nyingi ndio huwa zinazalisha magoli. Ni kwa nini? Kwa sababu ni kile kipindi ambacho unakuwa hauna mpira, unachukua mpira kutoka kwa mpinzani na unaenda kushambulia. Kwa hiyo hii ndio positive, na ndio mwalimu ambaye ana nature ya football science kama mwalimu Pedro Goncalves, manake yuko very keen na hiyo segmenti kwenye positive transitions. Kwa hiyo timu yake utaiona itabadilika kabisa, itakuwa inashambulia kwa staili hiyo. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans nao hiyo pia wategemee hilo badiliko la huyo mwalimu kutokana na nature na kuwa muumini wa football science. Yes, kitu cha 4 ambacho Dar es Salaam Africans itegemee kuona timu yao ikiwa na pressing kali sana. Yani watakuwa wana apply pressure na kwa mpinzani katika kipindi cha dakika 15 hadi 20 za kila kipindi. Matokeo yake mengi watakuwa wanayapatia hapa kutokana na nature ya football science. Hili nilielezea pia katika mbinu za Dar es Salaam Africans kwenye mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Silver Strikers. Nilisema kwamba Dar es Salaam Africans wakifuata misingi ya football science, basi kuna kitu wanaweza kukipata katika dakika 10 hadi 15. Na ni kweli tumeona ndani ya dakika 5 tu Dickson Job alifanya yake. Kwa hiyo hii ndio football science, na kupitia misingi hiyo is automatic kwamba tunaenda kuiona Dar es Salaam Africans ambayo itaweza kabisa kuwa tofauti na ambayo tumeiona ndani ya mwezi mmoja au miwili iliyopita mpaka kufikia leo. Inaenda kubadilisha kabisa. That's how football science works. Huyu mwamba lazima tuwende kuona tofauti yake, na hapa ndipo watu watakapoheshimu football science. Akifuata misingi ya football science kama inavyotakiwa, it's very simple kwamba Dar es Salaam Africans inaenda kubadilika kwa asilimia zote. Jambo la 5 na la mwisho ambalo Dar es Salaam Africans wanaenda kuliona kutokana na ujio wa mwamba Pedro Goncalves ni kwamba timu yao inaenda kuwa kitimu sasa, kutokana na uumini wake na falsafa yake ya kiuchezaji huyu mwamba, kwamba timu yote ina act as a unit. Utaona kuna defensive unit, midfield unit na forward unit. Hizi zote zinaenda kuwa na muunganiko na kufanya kitu kimoja kutokana na position play, kwa sababu ni muumini wa position play kwamba kila mchezaji anakuwa na zone responsibility. Kwa hiyo unaenda kuona kabisa kwamba mchezaji ambaye atakuwa anacheza kwenye half space itakuwa ni eneo lake ambalo hatakiwi kuvuka wala kuliingilia eneo la mwingine. Labda kuwe na rotation and interchangeable ndani pale, ndipo ambapo tutaona haya mabadiliko. Lakini kama kweli wachezaji watamsikiliza mwalimu, mashabiki watampa ushirikiano, viongozi watamkubali, watatulia, huyu mwamba afanye kazi, basi kuna bomu kubwa linaenda kutengenezwa kupitia kwa kazi ya mikono ya mwalimu Pedro Goncalves. Pedro Goncalves ni bonge la mwalimu ambaye mpira wa kisasa unaenda kuonekana, mpira wa kasi, mpira wenye nidhamu ya hali ya juu. Unaenda kuona ile tunasema ile gegen pressing, unajua ile, yani kwamba mtu amepoteza mpira uko golini kwako, ndani ya sekunde 2, 3, 4, mwisho 5 amesharudisha possession back. Ndicho hicho ambacho kinaenda kutokea. Muumini ni muumini wa high intensity pressing. Hiyo lazima watu wajiandae nayo kwamba huyu jamaa pressing yake ni ya kutumia high intensity, yani haji hivi. High intensity ndio ile aggressiveness inapatikana. Kwa hiyo anapopoteza mpira king ana regain possession back, watu wanachukua mpira, wanaanza mambo yao. Ndio wanasema Dar es Salaam Africa inaenda kubadilika totally. Kila mtu anaenda kushangaa Dar es Salaam Africa jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo tukubaliane na hilo, na Dar es Salaam Africans nadhani kuna kitu wamekiona kwa huyu mwalimu, na huyu mwalimu
ukiona timu yake inavyocheza, kusema kweli utaburudika. Mwalimu si wa kubahatisha, ni mwalimu ambaye kwa watu ambao wanapenda mpira biriani, gusa, achia, twende hivi, ule mpira wa nare, huu mwalimu yupo na very focused. Anapokuwa tayari nafasi zimeshategea behind the opponents, basi yeye ni effect katika kasi ya juu sana. Kwa hiyo utaona kama huyu mbona haji, anagusa hapa, mpira umeenda huku, umekuja hivi, lakini akishaona tobo lile pale, ule mpira ukipitishwa, hawa wachezaji watakaopita katika zile channels za kufikia final third ya mpinzani kule kwenda, utashangaa kwamba hao ndio hawa ambao walikuwa nagusa kule, of course. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho watazamaji na Watanzania wategemee kabisa kuiona Dar es Salaam Africans mpya.